Karibu kwa channel ya Afya Tips. Kwenye video hii nitaenda kujibu swali, je, dalili za ukimwi huwa zinaonekana lini tangu mtu apate maambukizi ya virusi vya ukimwi? Lakini kabla siendelee nikukumbushe, kama bado hujasubscribe kwenye channel fanya hivyo, lakini pia sasa hivi kuwasiliana na sisi kwa namba WhatsApp inaonekana hapo 0717442590. Tutumie message WhatsApp na kuwasiliana na sisi. Ukimwi au kwa kirefu upungufu wa kinga mwilini ni ugonjwa unaosababishwa kutokana na virusi vinavyojulikanavyo kama VVU, virusi vya ukimwi. Sasa mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi hivi kwa njia mbalimbali. Lakini njia common zaidi ni kwa kufanya ngono sio salama na mtu mwenye maambukizi ya virusi hivi. Yaani njia ambayo watu wengi sana duniani wanapata ukimwi ni kwa kufanya ngono sio salama na watu wenye maambukizi ya ukimwi. Sasa kuna swali moja ambalo watakuwa wanajiuliza kwamba huwa inachukua muda gani tangu mtu apate maambukizi ya virusi vya ukimwi mpaka pale anapokuja kuona dalili za ukimwi. Yaani kwa mfano, kuna watu wengine wanatoa mfano labda ikitokea mtu amelala au amefanya mapenzi na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi, huwa inachukua muda gani tangu pale apate maambukizi ya ukimwi mpaka aje kuziona zile dalili. Sasa hapa nitaenda kutoa maelezo mafupi na utaweza kunielewa huwa inachukua muda gani mpaka zile dalili zinatokea. Wiki 2 hadi 4 baada ya mtu kupata maambukizi ya ukimwi, kuna dalili fulani huwa anaweza kaziona. Dalili hizo ni kama zifuatazo: kuhisi homa, kupata maumivu ya misuli, kuhisi uchovu kwa kawaida, kupata vipele, kupata vidonda vya mdomoni na kutoka jasho jingi sana mida ya usiku. Lakini sio watu wote ambao huwa wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi huwa wanaona hizi dalili. Takwimu zinaonyesha 80% tu ya watu ambao wanapata virusi vya ukimwi huwa wanaona hizi dalili ndani ya wiki 2 hadi 4 ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia sio kwamba dalili hizi mtu akiziona basi anajua ana ukimwi. Dalili hizi pia mtu anaweza kuziona akipata magonjwa mengine. Dalili hizi huwa zinaweza kudumu kwa siku kadhaa hadi wiki, na baada ya hapo hupotea na mtu anaendelea na maisha yake kama kawaida bila kuhisi dalili yoyote wala kuhisi kama anaumwa. Lakini wakati mtu anaendelea na maisha yake bila kuhisi dalili yoyote wala kuhisi kuumwa, vile virusi vya ukimwi huwa vinaendelea kuzaliana ndani ya mwili wake. Na wakati huo seli za kinga za mwili huwa zinaendelea kupambana na wale virus ambao wanazaliana, na hivyo kumsaidia mtu asione dalili yoyote wala asipate hali ya kuumwa. Sasa hata bila kutumia dawa ya kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, kuna watu ambao huwa wanaweza kuendelea na hii hali kwa hadi miaka 10 hadi miaka 15. Yaani unakuta wale virus wanazaliana ndani yake bila yeye kujua, lakini seli za kinga mwili zinaendelea kumlinda na anapati dalili yoyote wala haisi kuumwa. Lakini kadri mnavyozidi kwenda, wale virus wanaendelea kuzaliana mwilini na kuwa wengi na kuendelea kushambulia seli za kinga ya mwili. Na mwishoni seli za kinga ya mwili huwa zinazidiwa nguvu, na inapofikia hapa mtu anapata upungufu wa kinga mwilini au maarufu kama ukimwi. Na katika hatua hii ndio mtu huanza kuona zile dalili za ukimwi ambazo wengi wanazifahamu. Dalili kama vile kupata homa za mara kwa mara, kupungua uzito kwa kasi, kupata vidonda visivyopona, kuharisha kwa muda mrefu hata kwa zaidi ya wiki, kukohoa mara kwa mara, kupata uchovu wa mara kwa mara na usioisha, kupata magonjwa nyemelezi na kadhalika. Asante kwa kunisikiliza, natumai utakuwa umeelewa vizuri. Lakini kama una swali, una maoni au una mawazo yoyote, tafadhali usisite kuandika kwenye sehemu ya comment hapo chini na sitajaribu kukujibu. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba WhatsApp kana hapo 0717442590. Tutumie message WhatsApp za kuwasiliana na sisi. Lakini pia wakati tunamalizia nikukumbushe, kama bado hujasubscribe kwenye channel, fanya hivyo ili upate masomo mazuri kama haya.